Halo? Naongea na mzazi wa Zulfa Chungwa. Ndio mimi. Mimi ni mwalimu mkuu wa shule ya Kitomboni. Mwanao ana mwezi wa pili sasa, hajafika shule. Tunaomba umlete haraka, vinginevyo tutawachukulia hatua. Sawa, nimekusikia. Sawa. Asante. Haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Halo. Karibu tuongee. Poa, mambo vipi? Poa Chungwa, niambie. Hivi Kishepo siku hizi anakaa wapi? Kuna nini kwani? Na shida naye kubwa sana. Si umpigie simu, unatakaje kwenda wakati mke wa mtu? Patikani. Amebadilishiwa namba na mumewe, ngoja niombe nikutumie. Poa. Fanya hivyo basi. Chungwa hapa. Akuja. Chapu basi. Unalala sana mwamba. Kuna eneo natakiwa nisindikize kabla tujapitia kazini. Wapi tena? Iwambi. Kuna nini? Mama Zulfa kanizingua. Da, nafikiri sasa hivi utakumbuka maneno yangu. Nilikwambia wanawake jao sana. Bora tuwachukue wanetu tuishi nao tu. Sasa pana kaa naye wapi sasa? Shule yenyewe bado hajamaliza. Sema hilo nalo neno. Alafu wewe una wafadhali, umechagua kidogo anajimudu yani. Kuliko huyu wangu. Hauwezi hata kumhudumia mtoto kwenye kula mwanangu. Sema wewe birika ujui tu ndio maana. Sasa tunaenda. Ila masuala ya nauli juu yako. Poa. Wala usijali. Haina shida. Haya, malizio. Malizi. Malizi. Malizi hapo. Nenda.
Huyo mwanaume kafuata mapenzi na sio watoto. Hapo mwanamke anatakiwa kuwa na akili. Kivipi sasa? Hata ungekuwa wewe Chungwa, usingekuwa bize na mtoto wa mtu, ungekuwa bize na mkeo ili kutafuta wako. Hata masuala ya shule hasaidii. Sasa je, kwani mwanzo si ndio huyo ambao uko unasema anakusumbua kila siku kwa kutaka hela matumizi? Ndio. Ndio yeye. Ana tofauti na mama watoto wangu. Na hapa ndipo somo la stamina linahitajika. Tu ninapigwa mizinga ya kula kila siku. Natamani hata mimi ningekuwa huyo mtoto yani. Nimegundua madepo siku wakazia wananaririsha koo zao. Kivipi? Si hii hali ya kutaka kuonyesha wawezi baadhi ya mambo ikiwa wana wazee wao na wengine ni waolewa, kitu ambacho kinakuja kupelekea kusaririsha sisi ambao tumewafungulia njia. Waache hapo. Sinde. Twende Mbalizi. Kada hewa. Twende Mbalizi. Mbalizi yo. Mbalizi. Mbalizi yo. Itapini mbele. Fasta Madebe anatupiga pini mbele. Mbalizi. Twende Sarai. Wako Madebe. Twende. Twende. Mbalizi. Alafu Pilika, kwa nini upatikane? Wewe acha tu. Ni masuala kama yako. Inabidi toe hela kwa ajili ya masomo ya ziada. Wewe kwako unaona ni kiboko kuliko wangu. Bana wewe unaonaga unapopata tabu unapotafuta pesa ya kumtumia. Na hivi ambavyo unapozipatikana tunazidi kupoteza wateja kwenye biashara yani. I say. Pole sana. Sana. Wangapi? Takupa bakizo lako. Poa. Auli. Nalipa mimi hapa. Nalipa mimi hapa, yeye nalipa. Si nini? Wanafunzi. Bota. Baba bakizo langu. Nitakupa, subiri. Najua hilo. Subiri nini sasa? Sio bakizo lako? Wewe unaongea tusahau. Una matatizo? Konda. Hebu jibu kistaarabu. Unaongea ufala tu hapo. Wewe nani? Sawa wake. Kwanza paka mama yako. Mbona hivyo? Mbona hivyo mimi au kisemembo wako wananifanya kavurugwa? We kaka wewe, utaki kuongea hivyo. Wewe ni konda, ni mfanya biashara, ndio mtifu kwa wateja wako. Wewe visi. Niwe mtiifu kwani anatoa pepo? Usi anatoa pesa tu kama wewe. Siku zote heshima inaanza na wewe. Yaani ile gari linavyoshuka na ikalili namba, siwezi kupanda tena ile gari, halina huduma nzuri. Utakuwa na mimi unanipunguzia kujibujibu bwana. Kwa sababu hata huyu alidai yeye.
anaingia sio muone. Anaongea na kuuliza pala. Wewe unafikiri mimi ningemjibu nini bila kumkumbusha huyo fala anayemsema? Au sio mwanangu? Ndio. Sawa. Sasa wewe mama ya kuhusu unaishi au kwa sababu umelipiwa? Wewe boto mimi wewe. Yoko. Unakusuka. Barizi. Barizio. Barizi wakusuka, wakupasuka. Barizio. Barizi. Barizio. Onda, mbona sikuelewi? Unaelewi nini? Agizo langu. Mbona shida hapo? Wote hapa muda wote ndugu yangu. Unajua si binadamu, unapojisahau. Sana unajisahau binadamu wote huko kweli jamani? Sasa sikiliza. Agizo lako ni dogo kuliko pesa yangu. Mbona nipatie pesa nikishuka kwenye gari yako niombe change nikupatie bakizo lako. Ndio. Kumbe mwanangu Fara sio mama yake huyu. Niko namuonea. Yaani nimegundua kwamba Fara ni wewe. Sasa wewe unaona kama uko bau. Unataka nikumbe wewe yule. Haya nikishakupa wewe yule lako. Ama unaona wewe nyingi. Utakurudishia mwendo wetu. Achana nao madebe, watu pige kazi tu. Wengine wanatafutia sababu tu hao. Watu bado asubuhi tumechoka. Achana nao. Tunachokiona hapa. Alafu hili sio deli la wanyonge wana. Wewe watu tumedamka, au hujui tumeamka vipi? Nyumbani huko. Ingine wapi? Sasa unanijia hivyo vipi ndugu yangu? Naona nijia vibaya na kauli mbaya, baada ya kulipa pesa yangu unanitukana. Hizo za wapi sasa hivi? Bana ndugu yangu usitafute sifa bwana. Au wewe unataka uonekane kidume? Hapa huko vipi? Wala huko kwenye godoro. Hao mabinti tunaona wote wana waume zao. Mimi nimekwambia nitakupa tuliza mshono pale. Unaona kama unazoongea sasa. Wakati pesa yako ni ndogo kuliko bakizo langu. Wewe hela yako kama uliona muhimu, ungepanda hela yako. Au nikulipe hela yako ulirudishie mwendo wetu. Kinabo wewe. Hasira. Yaani mtu unatoka nyumbani unaacha familia yako afu watu wanakuja hapa wanaongea ujinga tu. Tatizo nyewe mnasalau. Wewe unajua alichokijibu Konda unaongea tu. Wewe unajua mimi kwa wapi? Au unafikiri hii gari ilikuwa inakimbizwa kwa upepo? Wewe binti vipi wewe? Unaleta mambo yako ya kikaba. Hebu toka zako hapa. Kumbe nyie wote mna tabia moja tu. Mbona wewe na huyu una tabia moja na jinsia tofauti lakini hatusemi? Kabanduliwe huko. Wanatakiwa kupigwa tu. Na hakuna lingine. Wasenge tu wao. Weka kasukeki. Mbona hata polisi walivyoingia yani? Ila hao mimi nao. Yaani yote kama hii hapa Mombasa ni ya kuolewa tu. Alafu inaangalia kwenye gorofa pale kimya. Mnachezewa tu mitaro hiyo. Hao mimi leo ninao. Haiwezekani wanipige bibi bila sababu. Kausha madebe. Hao mbona mafala tu hawa? Hapo watu wameniotea. Yaani nyinyi mna bahati. Yaani mmeniotea. Yaani tungeachiwa mtu mbili pangeiva hapa. Wewe kuwa mpole na nakuhakikishia hela yetu ataitoa hawa. Utatoa hela yetu mimi nawaambia. Achana nao. John, kama tujawaua safari hii. Alafu wewe dereva ndio usiongee kabisa yani. Usisahau kama na Sonia tumepoteza hela yetu hapo, sawa?
na hii hela mtailipa tu. Acha bwana. Njoo na wewe tukupiga ngumi za Kolomeo. Mchumba tu wewe. Na ninahakikisha hii hela mtailipa tu. We, yani wewe nakupiga kisha nakulala nitakavyo kinabo wewe. Unaongea kwa mbali kisa umeona polisi eti. We mchumba tu wewe. Wewe endelea tu. Kama wewe kidume kweli, hii hela msiilipe. Nitafanya juu chini, hii hela mtailipa. La sivyo, tutazana nyie. Sasa mkuu, yule kwenda mwenye makosa mkuu. Sasa sikiza. Panda, washa gari, fuata maelekezo yangu. Panda naye huko. Wanakosa uaminifu. Wewe unajua nimekutwa na nini? Hauna ongeongea tu kishepu, sio? Mimi haya ni nimekwambia nataka kuingia katika majukumu. Kama utanisubiri sawa. Na ole wako uondoke kishepu, utatabua mimi ni nani. Mshenzi wewe. Bwana usiniforce. Kwanza usije hapa. Na simu nazima. Maana hata sijui unafuata nini. Halafu unanifokea kama mkeo. Na wewe ukome vile vile. Koma mwenyewe. Lete simu. Naishika. Twende bwana, unaniangalia nini? Wewe tusaidie atoke tu mchungwa. Alafu mambo mengine tutaongea nikija kaka. Sawa. Naomba kuongea na polisi yoyote hapo. Sawa. Ila pole sana mwamba. Naona umekanyaga mzinga wa nyuki. Acha tu. Ila ninyi hamna kesi. Ni mambo ya babaani tunataisha. Wewe unafikiria ataisha hivi hivi? Ngoja nitoke mwanangu. Mimi mbona tanlaza ngome hawa? Kumbe mdomo wako unakuponza Wewe tu kuendelea kilabu jela. Unapuji? Kiwezekana. Basi mimi utaniputa kule na kuandalia. Kwa mwanangu, wewe unasomea. Mimi na kesi ya kulawiti mabondia na sina mdhamana wala mtu wa kunifuatilia. Ndio maana namwambia mwamba huyu nitamwandalia eneo. Unaitwa na? Mimi naitwa Mvunja Jungu. Kum. Ndio maana yake. Sisi hapa kama tupo baa, gerezani ndo nyumbani. Sasa Mtajungu, mnajuaje kama mtenda gereza moja? Huyu mimi naenda naye jela moja. Kama atahitaji sababu, mimi mwenye gerezani utawala. Na ataishi kibingwa kabisa. Atatoka mnene huyu kama Mama Zuchu. Alafu Shadai, wewe unaangalia hao dai wako unawachukua. Ni kweli afande, si unajua mambo ya riziki. Naomba unisaidie. Hii sio mara ya kwanza wewe unakuja huku. Wewe mwenyewe ni shahidi. Ni kweli afande. Wewe sema ni kweli, alafu uje tena. Utakuja kupata kesi wewe. Atakuja kukufia huyu. Aya. Umekuelewa. Madede. Nao, Njoo. Pale vipi tena? Nini Mpunja? Mbona mwita rafiki yangu huyu? Nimemwita mimi au Dhamana? Alafu wewe usijifanye mwenyekiti wa humo ndani, babusu.
Wewe urafiki umeanza saa ngapi naona? Asa sumuulize mwenyewe huyo. Unatakaje sasa? Asitoke au? Kuna mambo mengi ya kujadili naye usiku wa leo huyu. Wewe jipange kamba. Ipo siku utaingia waya humu ushindane nao. Asa wewe ndio wewe unautoa. Baki na nyanya nyingi wewe. Poa. Ngoja nitumie zilizobaki. Naomba funguo za selo hapo. Haya, karibu tena. Chungwa na nani? Mimi hapa. Njoo. Oa, ninyi mbona sielewi? Utuelewe vipi? Unataka kutuelewa? Kwani sisi ni ndugu zako? Mna maana gani? Yaani watu wametimba vile hii, alafu mnawatoa haraka haraka, wakati huko hata hatujamalizana nao. Umalizane nao nini huko? Huku tuna vikao vyetu vya kikatiba za mahabusu. Afande vipi? Sasa vinahusiana nini na sisi? Mnaingilia idara zetu wakati ninyi hatuingilii idara zenu, ndo maana. Kwenda kule. Unataka kumla nyama huyu au? Wewe unajuaje bwana? Kama tukakubaliana baadhi ya mambo. Boya, wewe umekubaliana nini na huyu Vunja Juu? Mimi sijakubaliana naye lolote. Afuata simfahamu. Udugu umeisha au sio? Unijui tena. Wakati tulipanga vizuri humu michezo ya usiku. Kwenda kule wewe jambazi. Ngoja kesho tukupeleke mahakamani tukamalizane na wewe huko huko. Mimi bwana, wacha nirejee nyumbani. Nitakupigia baadaye. Simu nayo lakini. Nitatumia simu ya mke wangu. Pole sana, ila wamekuumiza. Boya. Ila hawa lazima wanatafutie namna. Namna gani Madebe? Achana nao. Fanya tu hii ni ajali kama ajali zingine kazini. Ajali gani ya namna hii na wewe? Ipo siku tu. Siku ipi Madebe? Watu wajui utawakuta wapi? Labda kama hiyo siku maliza kwa watu wengine. Hata hivyo lakini sio kinyonge namna hii. Mimi nawaachaje watu kinyonge namna hii, wameniumiza. Wewe vipi? Basi ndugu yangu, wewe nenda ukapumzike. Pole sana, itakuwa sawa. Ninaingia. The number you're calling is not reachable at the moment. Please. Nayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable at the moment. Please. Jitahidi bana, usitaki kuweka usiri kwa mkubwa. Mimi sitaki matatizo na Somoe. Usijali rafiki yangu. Jitahidi. Leo upate hela. Wewe niamini. Tatizo muda. Mimi ikifika saa
napeleka hela yangu, kisha namwelekeza kwa ajili mali. We nawe kila mtu apajue kwangu ndo nini? Mami sitajua kwa watu. Sasa ikifika muda huo ujalika mimi nipate. Wewe nakufungia nini fikira bali hapo kidogo. Nikulilie haraka. Nikube mie. Ngoja kwanza nimpigie nione kama anapatikana. Bora ufanye hivyo, maana ni muda umepita toka tumekubaliana. Bwana ikapiga ni skoro 9. Hiyo fala alikoveza 9 mwanangu. Ni skoro 9 sio mchezo. Karibu tuongee. Asante. Sasa mimi saizi kuna pahala nipo, sababu kuna changamoto kidogo ilinikuta. Upo wapi? Ngoja niulize hapa. Oya, hapa panaitwaje? Dalikoba. Sasa mbona umeshukia njiani na nilikuwekea sehemu ya kushuka? Si nimekuambia changamoto. Sasa ngoja nichukue boda basi. Sawa, ukifika Nzovu niambie. Sasa Chungwa, tuchukue boda ya nini wakati daladala bado zipo? Lengo ni kuwahi Birika. Sasa tunawahi nini wakati tushachelewa? Sikiliza nikwambie Chungwa, kama ukiamua kufanya dhambi, fanya dhambi iliyonona. Unamaanisha nini? Kwa muda huu hata ukisema tutembee kwa mguu, mimi naona sawa tu. Birika kwa miguu sio kweli. Mimi siwezi. Sasa Chungwa, uone kinachokufanya uwahi kule ni nini? Ila kuchomea kwenye boda unaona sawa. Yaani kama unamwoi demu mpya vile mwanangu, kumbe unaenda kufanya ukarabati namba A. Ubaba ndo unaniponza Birika. Ndio maana nakwambia kula twende kuchukua hela, tunaenda kuunguza. Twende taratibu bila haraka wala papala. Mambo ya haraka ndio yametuunguzia hela kituoni hapo. Basi sawa, mambo yasiwe mengi. Tuanze tukapata daladala. Mambo si haraka sasa. Hapa. Shukrani ndugu.
mbuzi huyu. Mazufa ise Kinga ametewa mkono. Sasa Birika, sikiliza, nataka tutafute sehemu mahususi tujiwahi kabisa. Sasa hapo umeenda vema, maana huko twendako mwenyeji njoo mgeni apone. Basi tukatafute sehemu mahususi kabisa kwa ajili ya tumbo. Haina noma. Karibu tuongee mwanangu. Uko wapi? Jipo karibu na nyumbani. Kuna kitu hiyo. Ndio ukazima simu? Kuna mtu sikutaka nipate ndo maana. Hebu punguza masuala yako ya mikopo. Unaleta shida kwa sisi wengine sasa. Fanya haraka. Kumbe kama mzungu. Mzungu niitoe wapi? Nina kikao jioni. Unaenda hotelini na upata mtanashati? Nakwambia tena hadi yake saa 11 kule twiga hoteli. Wewe usiniambie. Ndio nishakwambia. Umeonekana rafiki yangu. Ngoja nikuaishe, sasa ikuwa kikwazo bure na wewe ndio umeshika upungue mwendo wangu. Usiwaze. Na rasta hizi nishakuja nazo. Acha nijitoe mwanga tu. Jabiri, kuna wakati utakao utafute vita kupomaza. Na masuku pe. Ni kweli kabisa. Kwa sababu ni wanawake wachache sana ambao wanaona jema kuliko mabaya zaidi. Na hii inatokana na wanawake ambao tunakutana nao, yani au tunawachagua. Ndio maana inakuwepo hivi. Na hii Birika inahitaji nguvu ya ziada sana kwa mtoto wa fukara kwa jirani na mtoto wa kiboko. Kwanza utamuona wapi mpaka uongee naye? Kwa maisha yako ambayo tuko nayo mimi na wewe hii. Unatopa na bahati hapo na naye. Lakini changamoto ikaja kuendelea naye. Unafikiri nipata tabu sasa kunipata? We acha tu. Wapo kwa sumbua lakini sio wenye mtambo wa pesa. Hapo naungana na wewe shoga yangu. Ila ukitoka tu huko unione. Sina uhakika wa kurudi leo. Kwa nini? Asa narudi leo wakati mimi nalala hoteli. Yaani ukiitwa hoteli sio sawa na kama umeitwa guest. Kwa sababu kwanza hotelini hapana the short time. Upo msichana. Alafu inabidi mwanaume ondoke, we ubaki, upige video call kidogo kuwatambia ma ex. Kumbe ndo yako hivyo. Sasa je? Yaani kitendo cha wewe kuondoka na kumwacha mwanaume, ni kama kulitia mikosi. Asante kwa darasa la leo. Kwa hiyo ndo usubiri hivyo mimi mpaka kesho nirudi, maana nataka nikaukamie mchezo. Kwenye idara hiyo sina shida na wewe. Naomba simu yangu mama. Nakusikia. Mbona kimya sasa? Na saa 9. Jamani. Si usubiri. Kwanza huku mume wangu karudi. Kishepo siletee ugaigai na kujua. Haya mambo ya mumeo unayoingiza mimi hainihusu. Usitake nijaziwe enzi hapa nyumbani. We nawe. Kuwa na stara basi hata kidogo. Kwa kijumbe isiwe tabu bana Unakuwa kama wewe ndo mwanzilishi wa upatu nchi hii. Nini iftari? Mbona unafanya kama tumejuana juzi? Sio kujuana juzi. Ingekuwa leo hapokei mtu
Jamani, ndo usubiri sasa. Kumekucha. Wale au? Unadhani atakupa kina nani? Na unajua bado sijakamilisha ahadi. Kakata. Sasa sikiliza. Wewe Blacklist, ila sija akapoteza furaha yako ya leo. Shida sio yule mwenye makelele, huyu mrembo mpya. Kuna mchongo niliongea naye. Na yule kitani kwetu au? Huyu mgeni chungwa. Sasa tulipani kukutana, Maisi ndo aniombusha hapa. Hayo ndo mwanzo ya haya tunayopambana. Zulfa manangu. Abe. Hebu nenda duka madawa, mwambie akupe dawa ya kuchua. Sasa hapa hachomoki. Nimependeza sana. Hapo hata kama ningekuwa mimi mwanaume, hapo utoki mpaka mchezo uchezwe. Asante sana rafiki yangu. Hivi unajua mwanaume mkuthamini kutokana na vile ulivyo. Lakini pia muonekano wako ndio unamfanya zidi kuvutia kuwa karibu na wewe zaidi. Hapo uzuri unahusika. Mwanamke mzuri hata usipojipamba, mwanaume wako anajivunia. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili tabia, baadaye kupatwa na huyo mwanaume mwenyewe sasa. Yuko sasa ni kibali cha kuishi miongo kadhaa kwenye ndoa. Ni kweli kabisa. Sasa nisije nikaongea hapa nikamaliza maneno, nikashindwa kuongea na chuma changu kipya. Ngoja. Shika hii. Asante. Haya. Mimi nitakupa majibu kesho. Bye. Karibu tuongee chuo. Shafika. Aha. Ushashuka kwenye gari? Ndio. Haya, subiri na kutumia ujumbe wa maelekezo. Haya poa. Sasa twende pale. Sikiliza Kibenju, wenzako nina shida leo, naomba hiyo hela. Sawa, ila we Mungu sana tatizo lako. Unaweza ukasema unakuja kuniaudi, unanipa mimi kazi ya kukaresia tu. Kwa leo nsiwe muongo, mume wangu karudi mapema na kuna changamoto kidogo, siwezi kuja, labda kesho. Unaona sasa tabia yako. Kwa hiyo nitafuta demu mwingine au nipige puchu? Jamani, kwani mara ngapi wanakuja? Leo ndo useme hivyo Kibenju wangu? Sasa sikia. Kama mumeo yupo mwambie akupe hiyo ile umalize ile jambo lako. Mimi hela yangu nikalipombe ili mtutezesie. Usinifanyie hivyo mpenzi wangu. Mume wangu leo yupo sawa kifedha. Basi angalia namna nyingine bwana. Mimi nakata simu. Usikate. Mimi nikipata muda nakuja. Ila na wewe usikamie mchezo bana kama unavyofanyaga. Kwa nini? Wakati mimi wazongo kutenda ndo nakufikiaga. Yaani unavyofanyaga nashindwa hata kumhudumia mume wangu nikirudi. Yaani unakuwa unanimaliza kila kitu. Sasa nitagundulika. Achana nayo mambo bwana, mimi kwa magetoni. Sawa. Sasa huo muda wa kwenda kule itakuwaje sijui. Naftali mpaka saa 10 ndo mwisho. Acha tutafute mbinu. Nikifika tu cha kwanza nitume hela ndo mengine.
Karibuni jamani. Hatujaja kuchelewa bwana, wewe tupeleke tu. Kwani nyinyi hata mnaenda sehemu moja? Sawa, wewe basi nijiandae mara moja. Sio mbali? Hapana, hatua kidogo tu. Sawa. Chapu basi tupeleke. Hebu twende huko usijua kusema dawa za kuchua. Kwamba na huyu Futari wewe unamjua? Ndio. Nimezana na rafiki yake. Inaonekana Futari ana marafiki ndimu sana. Kwa nini? Hamna. Basi tu. Haya, twendeni. Poa. Siku nyingine nikikutuma, sitaki michezo njiani. Sawa mama. Karibu. Karibuni. Karibuni. Wewe kwani upeleke kidogo shule? Chungwa, sio hivyo. Futari, huyu demu anadharau kishenzi, wewe ujui tu. Simzenye atapokee huyu. Subiri kwanza tukae. Namtaka Zulfa sasa hivi niondoke naye. Umenielewa? Nimekuelewa. Yeye mtoto hayupo. Yupo wapi? Yupo kwa mama mbali. Si unaona sasa? Kumbe mtoto mwenyewe ushamhamisha. Afu daily unanieleza masuala ya shule ya mtoto. Futari, umeamua kuniletea zogo hapa nyumbani kwangu ili weje? Unaongea na mimi ujue. Unaleta dharau, si ndio? Wewe Futari, unaona unayafanya haya? Ninyi imekuwaje tena? Ninyi tena? Na mimi ngoja niongee hapa. Katika hatua za kwanza za kisheria, Chungwa, hilo sio pigo lako pekee. Ninaomba kujua Kishepu Makubi Kongwe hana watoto wangapi? Unamaanisha huyu sasa? Ndiyo kiongozi. Una maana gani kuuliza swali hilo kijana? Ningejibiwa ningeweza kuendelea. Haya mama, nadhani nimesikia swali. Jibu sasa. Na mtoto mmoja. Mjumbe, Kishepu ni zaidi ya gaidi yani. Kwa nini? Kwa sababu mimi pia nimezaa naye na ninatoa hela za huduma, na hivi kwa kero zake amesababisha leo nimezima simu yangu mimi. Kobirika, unachotaka kuniambia kwamba yule mwanako usema umezaa naye ndo huyu? Ndiyo rafiki yangu.
Sasa wewe mama, hebu tuambie ukweli, ni nani baba huyu mtoto? Au ni wapi barua mwende serikali ya mtaa? Mimi naona vyote sawa tu. Madebe, huu msiba sio wako, wala haina haja kulala matanga. Wewe umesema kwako umemalizana na polisi. Sasa unataka kujua nini? Wivu au? Hebu acha hizo bwana. Hapa tunataka tumjue mtu ambaye utamheshimu. Kivipi? Utanielewa tu. Wewe subiri. Kishepu, hebu tueleze. Mwenye mtoto nipeleka. Huyu ndio jina lake huko kwenye kadi yao? Makadi ninayo mawili na kila mmoja ana lake. Iwe kiwalali Nibeleka. Hata hivyo nilikuwa natamani sana hii siku ifike ili niweze kuongea ukweli. Kwangu imekuwa kama ni bahati tu. Mimi naona leo Mungu kapanga ili uje utoe ushuhuda mbele ya madhabahu ya serikali. Sasa nisikilizeni. Chungwa, nataka ujue kuanzia leo Bilika ndio baba wa Zulfa, na hii isikufanye umkasirikie Bilika au kati tamaa kabisa ya kuzaa. Haya mambo yapo, lakini pia maumivu huwa hufunza kitu ambacho upendo hauwezi kukufunza. Elewa? Pole pia, lakini ukute huyu Kishepu ana vitu viwili vya mtoto, si ndio mama? Sasa je, na hii inatokana na kukosa mfumo mzuri wa kudhibiti vyeti katika hili taifa. Hali hii imeweza kumpa mwanamke kuwa na vyeti zaidi ya 3 kwa mtoto mmoja. Hapa hakuna wa kumlaumu. Na wewe Bilika, kuna vitu 3 katika dunia vinasema ukweli. Cha kwanza hasira, ulevi na utoto. Hivyo basi aliyosema ni ukweli kutokana na mazingira aliyosemea. Wewe sasa jukumu lako ni kuondoa tabia ya mama kwa mwanao. Umenielewa? Kwa hali hii naona tumemaliza salama. Mwende kwa amani, kila mmoja akatekeleze majukumu yake. Ila Kishepu, kama unataka kubadilisha kesho yako, badili tabia yako kwanza, ndio inaweza kubadilisha kesho yako. Ila leo umenifanyia kitu kibaya sana Futari. Hata hivi nimefanya utatuzi. Hapo kuna kushukuru na kulaumu, kwa sababu hata mimi sikutaka iwe vile. Unafikiri mtatazamika vipi na Chungwa? Na itakuwaje tukikutana wawili tu? Wanawake hatuishiwi mbingu. Wanaume wao ni wepesi wa kusamehe. Isitoshe, wanawake tunaongoza kwa kusikiliza kwenye vyombo vya dola kuliko wao. Sasa atakufanya nini unadhani? Sana sana wewe kumjeruhi. Yajisikia vizuri kwa hili lilotokea kwa, ila pole.
Umeona aina mwanamke uliye naye? Na sio huyo tu, wanawake wengi wa sasa wako hivi. Sasa cha msingi hapa ni kutuliza jazba na kuona ni jinsi gani mnavyoweza kuishi. Yaani kwa kilichotokea mjumbe, mimi sidhani, kwa sababu hata pale alipo ana mimba changa. Sasa nashindwa kuelewa, ni ya mimi ninayeamka saa 9 na kurudi saa 4 usiku? Sasa hapo unatakiwa kapime kwanza BP yako, halafu pima maamuzi kabla ya kufanya. Mimi sikushauri umwache kwa sababu ni mtembea usiku, hapana, ila kinachotakiwa ni uangalizi kwa mkeo na aina ya marafiki alionao. Sababu siku zote njaa ndio huona minofu katika dagaa. Cha kukufunda, nenda kampende mkeo, mtoto aliyeko pamoja na mzazi mwenzie, ili kuifanya ndoa hiyo imara. Na haya mambo sio wewe peke yako hapa mtaani kwangu, wapo wengi, na mengine nikikueleza unaweza ukamwona mkeo ni mtakatifu kuliko Yesu. Sisi viongozi bwana, tunaona siri nyingi sana za watu. Kikubwa wewe umeoa familia yenye shida. Umesikia hapa wanaume wenzio wanavyopigwa. Inaweza ikawa tabia au familia ambayo hawezi kutunza mjukuu. Haya, nenda kapumzike ujiuguze. Madebe, kampende anayokupikia, kwa sababu sumu ni bei rahisi sana kuliko mboga. Unaamka asubuhi kuwatafutia wanao, unarudi jioni unamfumania mkeo. Mwanamke hivyo huyo naye shusha. Unapambana kwa jasho mlee mwanao, unamaliza na posho somefike chuo. Inaanza na visa vya mzazi mwenzako, anakupa taarifa sio mtoto wako. Mwanamke hivyo